35. Maumivu na huzuni. Novemba 22. Katika dunia hii tunaathiriwa na maono ya namna mbili, furaha na maumivu. Furaha inatupa mbawa. Katika nyakati za furaha nguvu zetu huwa na uwezo zaidi, fahamu zetu huwa hodari zaidi na kuelewa kwetu kulikoangaziwa zaidi. Tunaonekana kuweza vizuri zaidi kuendana na ulimwengu na kupata eneo letu la ufaaji. Lakini huzuni inapotutembelea tunakuwa dhaifu, nguvu zetu hututoka, ufahamu wetu huwa hafifu na akili yetu kuzuiwa. Hakika za maisha huonekana kufumba fahamu zetu, macho ya roho zetu hushindwa kugundua siri takatifu na hata tunakuwa hata kama viumbe wafu. Hakuna mwanadamu asiyeguswa na athari hizi mbili, lakini huzuni zote na majonzi vilivyopo hutokana na ulimwengu wa anasa. Ulimwengu wa kiroho huleta furaha tu. Tukiteseka ni matokeo ya mambo ya kimwili, na majaribu yote na taabu hutokana na dunia hii ya madanganyo. Kwa mfano, mfanyabiashara anaweza kupoteza biashara yake na huzuni ikatokea. Mfanyakazi anafukuzwa kazi na njaa inamtazama usoni. Mkulima akipata mavuno machache, hofu hujaa akilini mwake. Mtu anajenga nyumba ambayo inaunguzwa na kuporomoka na hapo kwa hapo akawa hana nyumba. Ameharibikiwa na kukata tamaa. Mifano hii yote ni kuwaonyesha kwamba majaribu ambayo hushambulia kila hatua yetu, huzuni zetu zote, maumivu, aibu na majonzi, huzaliwa katika ulimwengu wa kimwili, ambapo ufalme wa kiroho kamwe hauleti huzuni. Mtu anayeishi na fikira zake katika ufalme huu hujua furaha ya siku zote. Madhara ambayo miili ndiyo mrithi wake hayampiti, lakini hugusa tu uso wa maisha yake, vina ni tulivu na visafi. Hii leo, wanadamu wameelemewa na taabu, huzuni na majonzi, hakuna anayeepuka, dunia imelowa kwa machozi, lakini, tumshukuru Mungu, dawa iko milangoni mwetu. Hebu tugeuzie mioyo yetu mbali kutoka ulimwengu wa kimwili na tuishi katika ulimwengu wa kiroho. Huo peke yake ndio unaweza kutupa uhuru. Ikiwa tumezungukwa na shida, inatupasa tu kumwita Mungu, na kwa huruma yake kuu tutasaidiwa. Kama huzuni na mashaka vikitutembelea, hebu tugeuzie nyuso zetu kwenye ufalme na faraja za mbinguni zitamiminwa. Tukiwa wagonjwa na wenye dhiki, hebu tuombe uponyaji wa Mungu, na atajibu sala yetu. Fikira zetu zinapojaa uchungu wa dunia hii, hebu tugeuzie macho yetu kwenye utamu wa huruma ya Mungu na yeye atatuletea utulivu wa mbinguni. Kama tukifungwa katika ulimwengu wa kimwili, roho yetu yaweza kupaa hadi mbinguni na hakika tutakuwa huru. Kama siku zetu zinakaribia kwisha, hebu tufikirie malimwengu ya milele na tutakuwa na furaha tele. Mnaona kila upande wenu mathibitisho ya upungufu wa mambo ya kimwili, jinsi furaha, raha, amani na faraja havipatikani katika vitu vya mpito vya ulimwengu. Basi huo sio ujinga kukataa kuzitafuta hazina hizi kule ambako zaweza kupatikana. Milango ya ufalme wa kiroho iko wazi kwa wote, na pasipo hiyo ni giza tupu.
Tumshukuru Mungu kwamba ninyi katika mkusanyiko huu mnao ujuzi huu, kwani katika huzuni zote za maisha mnaweza kupata faraja kuu. Ikiwa siku zenu duniani ni chache, mnajua kwamba maisha ya milele yanawangojeni. Ikiwa vitu visivyofaa vya kidunia vinawafunika katika wingu la giza, nuru ya kiroho huangazia njia yenu. Kwa kweli, wale ambao akili zao zimeangaziwa kwa Roho ya Aliye Juu Kabisa wana faraja kuu. Mimi mwenyewe nilikuwa kifungoni kwa miaka 40. Mwaka mmoja peke yake ungekuwa haiwezekani kuvumilia. Hakuna aliyeweza kuishi zaidi ya mwaka mmoja katika kifungo hicho. Lakini namshukuru Mungu, katika miaka yote hiyo 40 nilikuwa mwenye furaha ya hali ya juu. Kila siku wakati wa kuamka ilikuwa ni kama kusikia habari njema ya furaha, na kila usiku furaha isiyo na mwisho ilikuwa yangu. Hali ya kiroho ndiyo ilikuwa raha yangu, na kumgeukia Mungu ilikuwa furaha yangu kuu. Ingelikuwa si hii, mnadhani ingewezekana mimi kuishi miaka yote hiyo 40 gerezani? Kwa hivyo basi, hali ya kiroho ni thawabu kuu kabisa ya Mungu na maisha ya milele. Ina maana kumgeukia Mungu. Jitahidini ili kila mmoja wenu na wote muweze kuongezeka kila siku katika hali ya kiroho, muweze kuimarishwa katika mema yote. Muweze kusaidiwa zaidi na zaidi kwa faraja takatifu. Mfanywe kuwa huru kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, na uwezo wa ufalme wa mbinguni uweze kuishi na kufanya kazi kati yenu. Hii ndiyo haja yangu kubwa kabisa, na namwomba Mungu awajalie fadhili hii.